Usiku ulikuwa mzito na baridi kali ilitanda juu ya jiji la Mwanza. Kando ya geti kubwa la chuma la hospitali ya zamani, mtoto mdogo wa miaka 5 alikuwa amelala juu ya boksi la karatasi. Jina lake lilikuwa Amani. Hakujua kwa nini mama yake alimshika mkono mchana ule, akambembeleza, akamnunulia mkate. Halafu akamwacha pale na kupotea gizani. Subiri hapa, narudi sasa hivi, yalikuwa maneno yake ya mwisho. Lakini hakurudi. Amani alikesha akitazama nyota, macho yake madogo yakiwa yamejaa maswali. Siku zikawa wiki. Wiki zikawa miezi. Maisha ya mitaani yakaanza kumfundisha vitu ambavyo mtoto wa miaka 5 hakupaswa kujua. Alilala kwenye vichochoro. Alifanya vibarua vidogo. Alipigwa. Alidharauliwa. Lakini hakukata tamaa. Kila usiku alijiambia, siku moja nitakuwa mtu mkubwa. Nitakuwa bora kuliko walioniacha. Miaka ilipita. Amani alikutana na mzee mmoja mfanyabiashara aliyegundua akili yake ilikuwa kali sana. Alimsaidia kurudi shule. Amani alisoma kwa bidii isiyo ya kawaida. Alisoma usiku, alifanya kazi mchana. Miaka 10 baadaye alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora nchini. Miaka 20 baadaye, Amani alikuwa mfanyabiashara mkubwa wa mali isiyohamishika. Alimiliki majengo, hoteli na kampuni za usafirishaji. Alivaa suti zilizopigwa pasi vizuri, sauti yake ilikuwa tulivu lakini yenye mamlaka. Lakini ndani yake bado kulikuwa na pengo. Swali lile lile, kwa nini waliniacha? Siku moja alialikwa kwenye hafla ya kifahari ya uchangiaji. Hapo ndipo alipokutana na msichana aitwaye Neema. Neema alikuwa mwenye tabasamu la upole, mrembo na mwenye heshima. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi kama walikuwa wamejuana miaka mingi. Mapenzi yakachanua haraka. Baada ya miezi kadhaa, Amani aliamua kumuoa. Lakini kulikuwa na jambo moja, alipaswa kwenda nyumbani kwao kuomba rasmi mkono wa binti. Siku ya mahari ilifika. Amani alifika katika jumba kubwa lililokuwa pembezoni mwa jiji. Alishuka kwenye gari lake la kifahari, akarekebisha taa yake. Mlango ulifunguliwa. Mwanamke aliyefungua mlango alitetemeka ghafla. Macho yao yakakutana. Mwanamke huyo akapoteza rangi. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Kwenye shingo ya Amani kulikuwa na alama ndogo ya kuzaliwa, alama ya mwezi mwembamba. Mwanamke huyo akaanguka kwenye sofa, machozi yakimtoka. Ni wewe, Amani. Dunia ilisimama. Moyo wa Amani ukagonga kwa nguvu. Sipendi mzaha wa aina hii, alisema kwa sauti nzito. Mwanaume aliyekuwa ndani akatoka. Alipomwona Amani, uso wake ukabadilika. Alionekana mzee, mwenye majuto. Walikuwa wao, wazazi wake. Miaka 25 iliyopita walikuwa wamefilisika vibaya. Madeni, vitisho na aibu vilikuwa vimewazunguka. Waliogopa kwamba wangeuawa au mtoto wao kujeruhiwa. Kwa woga na ujinga, waliamua kumwacha hospitalini wakiamini labda mtu atamchukua na kumlea salama. Lakini hawakuwahi kuacha kumtafuta. Walihamia mji mwingine. Wakaanza upya. Baadaye wakafanikiwa tena kimaisha. Lakini hawakumpata tena. Neema hakujua chochote. Chumba kilijaa kimya kizito. Amani alihisi hasira, maumivu na huzuni vikichanganyika ndani yake. Miaka ya kulala njaa. Miaka ya kupigwa. Miaka ya kujiuliza kama hakupendwa. Lakini pia aliona macho ya wazazi wake yakiwa yamejaa majuto ya kweli. Alimgeukia Neema. Neema alikuwa analia. Kama ningejua. Alisema kwa sauti ya kuvunjika. Amani alisimama kimya kwa muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti tulivu, hamkuniacha kwa sababu hamkunipenda. Mliniacha kwa sababu mliogopa. Lakini maumivu yalinilea. Yakanifanya kuwa nilivyo. Alivuta pumzi ndefu. Sitafuta kisasi. Lakini nahitaji muda. Ndoa ilisimamishwa kwa muda.
Miezi ilipita huku wakijenga upya uhusiano wao, sio kama wa kwetu, bali kama familia iliyopoteana na kupatikana tena. Baada ya muda, Amani na Neema waliamua kuendelea na ndoa yao. Kwa kuwa Neema hakuwa mtoto wao wa kumzaa, wazazi waliamua kumwozesha Amani. Na siku ya harusi, baba yake ndiye aliyemshika mkono kumpeleka madhabahuni. Mama yake alilia machozi ya furaha. Na Amani, yule mtoto wa boksi la karatasi, alitambua kitu kikubwa zaidi ya utajiri: msamaha ni mali kubwa kuliko pesa.